Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa Mengo TV, na hii leo tunaendelea tena na masomo yetu mazuri kabisa, masomo ambayo yanahusiana sana na tiba za asili. Na hii leo tunakuja na somo zuri sana kutokana na faida za chumvi za mawe. Ndugu zangu, chumvi ya mawe ni kitu gani? Chumvi ya mawe ni chumvi, na hii chumvi huwa ni ya asili. Chumvi hii huwa ni chumvi ya asili, chumvi ambayo sio diluted, sawa? Sio chumvi ambayo imefanyiwa purification, haijasafishwa na wala hajadeletiwa, haijabadilishwa. Hii ndio chumvi ya mawe. Na chumvi hii jinsi ya kutengenezwa kwake huwa ni maji ya bahari. Kuna mashamba chumvi ya mawe yanatengenezwa kama shamba. Baada ya hapo maji ya baharini yanaelekezwa ile sehemu. Baada ya hapo ile mkondo maji unafungwa. Then baada ya hapo ile maji yanachoka muda yakikauka, baada ya kukauka kwa siku kadhaa, basi chumvi inapatikana. Chumvi ile huwa ni yenye kukusanywa. Kwa hii ni chumvi ya maji jinsi inavyotengenezwa. Sasa hii chumvi ya mawe ina faida kubwa sana katika afya ya mwanadamu, hasa afya lishe, afya pia za kiimani. Hii chumvi ya mawe ndugu yangu jinsi unavyoiona ni chumvi ambayo ukitumia kama chakula, ukiwa unapikia katika mboga yako au chakula au wali, unaisaga kiasili, unatumia katika mtindo wa kula katika hali ya kwenye chakula au kula katika hali kwenye mboga na kadhalika, basi itakusaidia sana katika afya ya kimaumbile. Mfano, itaweza kuondosha zile sumusumu katika mwili wako kutokana na hizi faida za hii chumvi ya mawe. Kwa nini tunasema hivi? Kwa maana kwamba kuna zile chumvi ambazo zimetengenezwa katika hali ya kuwa ya viwandani. Ile chumvi imekuwa tayari ishatengenezwa katika mfumo ambao tofauti na mfumo huu ambao tumeuzoea. Chumvi hili ya viwandani, kwanza jambo la kwanza huwa ni chumvi hii ya asili. Inachukuliwa chumvi ya asili, inasagwa. Baada ya kusagwa, zinachanganya baadhi ya kemikali kwa ajili ya kuifanya ile chumvi ikiingia katika vile vifuko vyake vya nailoni isipate kuoza, isipate kuharibika. Lakini pia huwa kuna baadhi ya ladha pia huwa zinaongezwa. Lakini pia kuna baadhi ya vitu vingine huwa zinaongezwa. Ndio maana tunasema chumvi ile tofauti na hii asili katika hali ya ubora. Sasa basi, hivi nafahamu hii chumvi ya mawe ina faida kubwa sana katika kuondoa ubaya katika mwili wako. Basi leo ndugu yangu nakupa faida hii. Kama unahisi na jambo yako hajakaa vizuri, kila unachokifanya kwa kweli ni kibaya, kila unachokifanya kwa kina faida, ukifanya hili linakuwa baya, ukifanya hili linakuwa baya, ukifanya hili linakuwa baya, na kushauri ndugu yangu, tafuta hii chumvi ya mawe. Nenda katika duka la dawa za asili ambao lipo karibu na wewe, mwambie ndugu yangu nipatie chumvi ya mawe. Sawa? Sitaki mtu aje kuniuliza hiyo chumvi ya mawe duka la asili bei gani? Hapana, nenda atakayekwambia ndio hiyo. Akikwambia shilingi 500 sawa, akikwambia shilingi 10,000 sawa, akikwambia 20,000 sawa. Alimradi upate chumvi ya mawe ambayo utakayotumia. Sasa nenda katika duka la dawa za asili, mwambie akupatie chumvi ya mawe. Utapokuwa umepata chumvi ya mawe hii, tumia katika hali design hii, tumia kuogea. Sawa? Faida leo naelezea kwanza chumvi ya mawe kama chumvi ya mawe kuogea. Tumia kuogea ndani ya siku 7 mfululizo, asubuhi kabla hujatoka koga. Sawa? Siku ya pili asubuhi hujatoka koga. Siku ya tatu koga, siku ya 7, lakini kabla kuoga nuiza mlie Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe ndugu yangu ambaye hujambo hajakaa vizuri, mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Mwambie ya Rabbi, haikapa katika dunia kuna sehemu mbili, sehemu moja hapo katika ardhi, sehemu moja hapo katika bahari. Na dunia hii, bahari ni sehemu kubwa sana. Dunia hii ya Rabbi, katika bahari ndio kuna viumbe vingi kweli tofauti na huku duniani, kutoka tofauti na huko katika ardhi. Mwenyezi Mungu nakuomba, hii chumvi ya mawe imetoka katika sehemu ya bahari. Mwenyezi Mungu nakuomba, natumia chumvi ya mawe hii katika hali ya kuogea, nifungulie milango yangu ya riziki, niondoshe kadha, niondoshe kadha, niondoshe kadha. Mwenyezi Mungu jalie kitu kadha. Mlilie Allah subhanahu wa ta'ala. Kama na hii chumvi ya mawe hujayumba bure ewe Allah. Huu ndio mkubwa wa jiko. Mwenyezi Mungu jalie hii chumvi ya mawe, hii chumvi napotumia kuogea. Kama kuna mtu alinifanyia hasadi, alifanya husda, alifanya uchawi, alifanya vijicho, akanifanya kadha, basi jalia hii chumvi ya mawe iwe ndiyo tiba ya kuponya maradhi yangu. Mwenyezi Mungu nisaidie. Utachukua maji yako, kaoge. Inapendeza zaidi ukoge sema basi chooni, koga katika design hii. Muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
Leo nimeelezea katika mfumo wa kuogea tu hichi vya mawe peke yake, usichanganya chochote, koga. Insha Allah kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mwenye kukusaidia. Ndugu zangu, hizi ni dawa za asili, tumia. Na hasa nyinyi wa Kristo ambao mnasaba kutumia ni uchawi, hapana. Mbona vya mawe kwa Biblia imetajwa? Kama kwa mtu anabisha ataniambia, lakini chumvi ya mawe kwenye Biblia imezungumzwa. Ina faida kubwa sana hizi chumvi za mawe. Kwa hiyo tumieni, insha Allah itakuwa na yenye kusaidia. Nikombe tu, kama wewe bado hujajiunga na channel hii ya Mangulingo TV, basi subscribe hapo, kwa sababu yajayo ni mengi sana afu mazuri kweli kweli. Hii leo nimejisikia tu kuelezea katika design hii. Nimekuleteni masomo haya mawili. Somo la kwanza ni hili kutokana na chumvi ya mawe. Somo la pili ni lile ambalo linakuja mbele, ni somo kutokana na mti uliopigwa na radi dhidi ya chuma ulete. Ndugu zangu, tumieni dawa kwa kutarajia radhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tumche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tutumie dawa, tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tufanye pesi. Mwisho nikuombe, kama hujasubscribe usisahau kusubscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsant.